Kwa hiyo imani ni kitu gani? Mbona niliomba? Kama kuna wakati na uhakika kwamba nishawahi kuwa na imani, basi ni wakati huu, kwa maana niliomba sana, nilifunga sana, lakini sikupata hicho kitu. Imani ni kitu gani? Basi mimi sina imani. Mtu anaanza kuteseka, anaanza kufikiria, anaanza kuumia kwa kujiona kwamba hana imani. Lakini tumeona maandiko yanasema kwamba kama wewe unamjua Kristo, una kipimo cha imani tayari. Tofauti ni kwamba watu hawajajua imani ni nini na hawajajua jinsi ya kuitumia. Na ndio ninakuonyesha sasa hapa katika maandiko imani ni kitu gani. Na ukijua imani ni kitu gani na ukiweza kuitumia, utashinda kila wakati, utashinda kila kitu, utashinda katika kila mazingira, na hata kuwepo kukuweza wala kukushinda. Ndio maana maandiko yanasema kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huko ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yenu. Kwa imani, huwezi kuwa na imani alafu ukashindwa. Kama wewe unasema ulikuwa na imani alafu haikutokea, haukupata, tafsiri ni kwamba haukuwa na imani. Kwa sababu haiwezekani ukawa na imani alafu ikashindwa. Kama ilishindwa, maana yake tafsiri nyepesi ni kwamba haikuwa imani. Kwa sababu huwezi ukawa una hati miliki ya kitu fulani alafu ukasema hauna tena hicho kitu, inakuwa ni contradiction au mkanganyiko. Ukiwa na hati miliki una uhakika kwamba unacho kitu, hata mtu akikwambia hauna kwa sababu ya hati miliki una uhakika. Ukisoma neno la Mungu na kujua kitu gani ambacho Mungu amekupatia, mtu akikwambia hauna, hauwezi kukubali kwamba hauna. Ukipata neno la unabii, Mungu amekwambia kitu fulani ni cha kwako, kazi ni ya kwako, hata ipite deadline, hata ukifukuzwa sijui kwenye interview, hata kukawa na mazingira ya kukuonyesha kwamba neno la Mungu ulilopata si kweli, unatakiwa uchague unaamini nini. Unaamini hati miliki ambao umepewa na Mungu au unaamini mazingira? Mungu ni mkubwa kuliko mazingira yako. Mungu ni mkubwa kuliko wakati. Nakumbuka mfano mmoja wa mtumishi mmoja wa Mungu aliwahi kushare. Alikuwa kwenye darasa, chumba kidogo cha darasa, anahudumia watu neno la Mungu, anafanya ibada ya uponyaji. Mungu akampa neno, akamwambia kwamba kuna mtu ameingia huko ndani, aliingia na magongo, ameponywa ugonjwa wake, aje ashuhudie amepona. Mungu amwambia wewe mtumishi neno lake. Lakini chumba ni kidogo kiasi kwamba mtumishi alikuwa anaweza kuona kwa macho yake ya nyama kwamba hakuna mtu wa hivyo, na watu wakawa wanatazamana, wakadhani labda mtumishi akijua kwamba huyu mtu hayuko hapa atabadilisha maneno yake. Lakini mara 2 mara 3 mtumishi akaendelea kusisitiza kwamba huyo mtu yupo, Mungu ameniambia ainuke aje ashuhudie. Kwa hiyo alivyosema mara kadhaa, mara 2 mara 3, akaona kwamba hakuna mtu anasimama, hakuna mtu anainuka, akaendelea kufundisha. Baada ya dakika kadhaa wakasikia mlango msukumwa kwa ghafla, kwa nguvu, ameingia mtu na magongo, anashangilia. Wakamuuliza ni nini kimetokea? Akasema nilikuwa napita hapa nikaona kuna mkutano wa nikaona tangazo kwamba kuna ibada huko ya neno la Mungu na uponyaji. Nikasema niingie. Nimeingia, nimefika mlangoni nikajisikia kitu kimenishukia, nikawa naweza kutembea. Nilisimama mlangoni, nilikuwa siwezi kutembea, lakini kuna kitu kimenijia kama nguvu kimenivaa, nikajikuta nimeweza kutembea. Watu wakaanza kulia, wakushangilia, wakufurahi, wakutubu, ambao walimuonea shaka yule mtumishi na Mungu wake. Hiyo ndio imani. Kwa hiyo hata kama unasema ulifanya kitu, uliomba kitu kwa Mungu, ulitamkiwa kwamba unacho, lakini deadline ikapita, Mungu ni mkubwa kuliko deadline. Mungu ni mkubwa kuliko mazingira. Hata kama daktari amekupa ushahidi, amekupa uthibitisho kwamba una ugonjwa fulani, dalili zinaonyesha kwamba una ugonjwa fulani, lakini Mungu amekwambia nini? Unatakiwa uchague ripoti au taarifa unayotaka. Utapokea ripoti au hati miliki ya Mungu ambao neno lake, au utapokea
ripoti au taarifa ya daktari. Sisemi kwamba watu wasiwaamini madaktari, wanafanya kazi njema, wanafanya kazi nzuri. Mungu amewapa maarifa makubwa. Mungu amewasaidia kujua vitu vingi wanavyojua na wanawasaidia sana watu. Lakini inapokuja katika neno la Mungu, lazima uamini neno la Mungu kuliko kitu chochote, kuliko mtu yoyote. Hata kama unaona rangi ni blue, lakini kama Mungu anasema ni nyeupe, acha watu wabishe, acha watu wakuteke, lakini lazima usisitize na kung'ang'ania ambacho anasema Mungu, na Mungu ataheshimu imani yako, ataheshimu neno lake. Mungu anamheshimu mtu mwenye imani. Ndio maana maandiko yanasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumfurahisha Mungu. Mungu ni Mungu wa imani, na Mungu mwenyewe anaishi na kuenenda kwa imani. Mungu aliumba dunia kwa imani. Nitakupa mifano miwili alafu tutahitimisha. Nitakupa mfano wa Bwana Yesu ambaye ni Mungu katika mwili, na nitakupa mfano wa Mungu katika uumbaji. Mungu akiwa hana mwili, Mungu akiwa roho wakati wa uumbaji, na Mungu katika mwili, Bwana Yesu Kristo. Ukisoma Marko 11 kuanzia mstari wa 12 mpaka wa 14, and then 19 mpaka 23, na Mathayo 21:18 21, utakutana na story au habari ya Bwana Yesu. Alikuwa ameenda kwenye mti. Maandiko yanasema alienda akidhani ya kwamba atapata matunda ili ale, kwa maana alikuwa na njaa. Ni rahisi mtu kufikiria kama Bwana Yesu ni Mungu, inakuwaje alikuwa hajui kama mti sio msimu wake? Kwa sababu alipoenda kwenye mti hakupata matunda. Maandiko yanasema hakupata matunda kwa sababu ilikuwa sio msimu wa matunda. Lakini kama Yesu ni Mungu, kwa nini hakujua kama hakuna matunda? Kwa nini hakujua kama sio msimu wa matunda, kama yeye mwenyewe aliumba huo mti? Lakini sio kwamba hakujua, lakini ni kwamba Bwana Yesu anaishi zaidi ya misimu. Haishi kwa kuendana na mazingira na hali ya hewa na majira. Akifanya hivyo ameamua. Kwa hiyo anafahamu kwamba mti, pamoja na kwamba ulikuwa sio majira yake ya kumpa matunda, lakini ulikuwa na wajibu wa kumpa matunda kutokana na yeye ni nani. Kwa hiyo alipokuta hamna matunda, akawaambia kuanzia leo hakuna mtu atakula matunda kwako. Akaondoka akauacha. Ukisoma kitabu cha Mathayo kinasema kwamba mti ukanyauka, na wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, mti umenyauka, and then akaanza kuwafundisha kuhusu imani. Lakini kitabu cha Luka kinaeleza kwa upana zaidi kwamba hilo tukio halikutokea papo kwa papo. Aliposema hivyo, akaingia mjini. Wakati anarudi kesho, wanafunzi wake wakauona mti umenyauka na wakamwambia, Mwalimu, mti uliolaani umenyauka. Ndio akawaambia, kuweni na imani kama ya Mungu, au kuweni na imani aina ya Mungu. Japo kusoma Biblia ya Kiswahili imeandikwa kuweni na imani katika Mungu, lakini Biblia chanzi, Biblia ya Kigiriki haisemi kuweni na imani katika Mungu, inasema kuweni na imani aina ya Mungu. Kwa sababu ukiwa tu na imani katika Mungu, huwezi kuongea na mti ukanyauka. Au kama alivyosema kwamba mkiwa na imani aina ya Mungu, ambapo Kiswahili kimeandika ukiwa na imani, anasema sio tu utafanya ambalo limefanyika kwa huo mti, lakini pia utaweza kuambia hata mlima ng'oka ukatue baharini, nao utakutii. Kuwa tu na imani katika Mungu, ndugu yangu, hauwezi kuambia mlima ng'oka ukatue baharini afu ukakutii. Kuwa tu na imani katika Mungu haitoshi. Inabidi uwe na imani aina ya Mungu. Uwe na imani ya uumbaji kama ya Mungu. Na watu wengi wanasema kwamba alipokuwa Bwana Yesu alivyosema kwamba utawaambia mlima ng'oka utakutii, wanasema kwamba alimaanisha matatizo ya maisha. Ni sawa hata wakisema hivyo, kwa sababu neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Linaweza likamaanisha hiki, linaweza likamaanisha hiki. Lakini Bwana Yesu alimaanisha ambacho alisema. Alisema ni mlima. Angekuwa anamaanisha tatizo, angesema tatizo. Kwa maana hiyo tena,
aliposema mlima ukatupwe kwenye bahari, unaweza ukasema pia ni bahari ya matatizo au ni bahari ya nini. Kwa alimaanisha mlima ambao unaofahamu wewe, ambao wote tunaufahamu, na bahari ambao unaifahamu wewe, lakini ni sawa kama ukimaanisha tatizo gumu, ni sawa. Kwa hiyo ni aina ya imani ya Mungu, kwamba inafanya sio tu kuutamkia mti nyauka na ukanyauka kama alivyosema Bwana Yesu, lakini pia hata kuhamisha mlima unaweza. Na akasema ukiwa na imani kama punje ya haradali, ambayo wewe unayo imani, sababu una kipimo tayari cha imani na una nafasi ya kuongeza imani yako kupitia neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo, kama tulivyosema, unakumbuka.